Kamata Biblia yako tusome pamoja. Niko katika kitabu cha Joshua sura 9 mstari wa 4. Yoshua sura 9 mstari wake wa 4. Hao wakaenda kwa hila, nao wakaenda wakajifanya kama ndio wajumbe, wakavaa magunia makuu juu ya punda zao na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuku vilivyoraruliwa na kutiwa viraka, na viatu vilikuwa vimetoboka na kushonwa katika miguu yao, na wavao makuku walivyokuwa wamevaa. Tena mkate wao na chakula chao ulikuwa umekauka na kuingiwa na koga. Nao wakamletea Joshua hata maragoni huko Gilgali, nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli, sisi tumetoka nchi ya mbali sana, basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Basi watu wa Israeli wakaambia hao wa hivi, labda mwakaa kati yetu, nasi tunawezaje kuwafanya agano na nyinyi? Nao wakamwambia Joshua, sisi tu watumishi wako. Joshua akawauliza, ninyi ni nani, nanyi mwatoka wapi? Nao wakamwambia, sisi ni watumishi wako, tutoka nchi iliyo mbali sana, kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, na kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari yote aliyowafanyia huko wa Misri, na habari ya hayo yote aliyowatenda wale wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ngambo ya pili ya Yordani, maana huo Sioni mfalme wa Heshboni na Hogu mfalme wa Bashani aliyekuwa huko Ashtaroti. Kisha wazee wote na wenyeji wote wa nchi yetu walinena nasi wakatuambia, chukueni vyakula mkononi mwenu kwa ajili ya safari, mwende mkamlaki watu hao na mkawaambie, sisi tu watumishi wenu, nasi sasa tunataka kufanya agano nanyi. Amen. Yoshua sura 10 mstari wake ni ule wa 12. Ndipo Joshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambao Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha kujipatiliza juu ya adui zao. Nao je, hawakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa usiku mzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika siku zilizoandama baada ya hapo, hata ikawa yeye Bwana kusikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Basi Joshua akarudi na Israeli wote wakarudi pamoja naye mpaka maragoni pa Gilgali, kushindwa kwa wafalme 5. Amen. Joshua ni nani? Joshua ni mtoto wa Nuni, na Nuni ni mtoto wa Efraimu. Efraimu ni mtoto wa Yusufu. Manake descendance ya Josué na remonté comme descendant wa Joseph. Na Biblia inasema Joshua ni miongoni mwa watu ambao wamezaliwa Misri, lakini ambao Mungu alipatia neema ya kubrize mite yenye Mungu alifanya mu desert. Mungu akafanya kiapo kusema kwamba kila aliyeonja mkate wa Misri hata ingia Kanaani, lakini Joshua aliingia. Joshua ni nani? Joshua ni mtu ambaye aliishi karibu na Musa. Ni mtu ambaye katika mwito wake, mimi nashangalaka kuona wa profeti wanajiita profeti Josué. Josué hakuwa profeti. Josué alikuwa militaire, alikuwa combattant, alikuwa general wa armée ya Israeli.
Katika maisha ya Josue nimejifunza vitu vitano muhimu sana, na ambavyo vitakuwa ni mlango wetu wa kuingilia katika maombi ya leo. Cha kwanza ambacho nimejifunza kwa Yoshua ni humilite. Point ya kwanza ambayo nimejifunza kwa Josue ni humilite. Hizi pointi 5 ambazo nataka pana hapa ni miongoni mwa pointi 5 ambazo kama unataka ishi matokeo ya imani lazima ukue nazo. Kama unataka Mungu arekompense fua yenyeko ndani yako, kuwa na hivi vitu 5. Ni vitu ambavyo hata uombe Mungu kama hauna, utafikiri Mungu iko na konfli na we na Mungu ana problemi na we. Josue ndani yake nimejifunza kitu kia kwanza ni humilite, unyenyekevu. Mtu mwenyeko na humilite hakuwake yuma. Mtu mwenyeko na humilite haiko juu hana akili. Mtu mwenyeko na humilite haiko sababu hana nguvu. Yoshua ameishi karibu na mtu mwenyeko komplike wa kwanza mubatumishi ya Mungu yote wemtumikia, Moize. Moize ni mtu mwenye alikuwa na hasira za karibu sana. Na kwa hasira zake imefika kipindi dada yake na kaka yake wanapigwa na Mungu kwa sababu ya hasira ya Musa. Musa anakuja asubuhi anawaambia marufuku kwa Israeli kuoa mwanamke wa taifa nyingine. Hakuna mtu ataoa mwanamke mwenyeko femme étrangère mu Israeli. Anapana sheria asubuhi. Magharibi Musa anakuja na mwanamke Mkushi. Anaambia Israeli shalom, wanasema shalom. Anasema nilikuwa nataka niwapresente mama yenu. Banageuka pembeni banaona mwanamke ni Mkushi. Banasema mbona huyu jamaa alituambia asubuhi kama Mungu anakatala tusioe femme étrangère. Habakuelewa difference katikati ya asubuhi ambao Musa aliweka sheria na magharibi yenye amekuyana na mwanamke Mkushi. Pourquoi loi inakuwa donné asubuhi lakini magharibi inakuwa brisé? Sababu asubuhi ilikuwa ni image ya sheria mu Israeli, lakini magharibi ilikuwa ni alama na ishara ya neema katika Israeli. Musa alitaka maanisha kitu kimoja, ya kwamba neema ina nguvu ya kuvunja sheria iliyowekwa. Ndio maana mwanamke aliyefumbaniwa kwa uzinzi watamleta mbele ya Yesu. Biblia inasema wakamwambia Yesu, sheria ya Musa inaturuhusu kuwapiga wanawake kama hawa wauawe kwa mawe na wafi. Na Yesu akasema mko na raison sababu mliweka sheria ndani yenu. Lakini Biblia inasema Yesu akainama kwa udongo akaandika kwa kidole chake. Baada akasimama akasema yeye asiye na dhambi na hao wa kwanza kumpiga mawe. Biblia haijawahi sema neno gani Yesu aliandika chini, lakini maandiko yanasema kwa kufumba na kufumbua wale watu walikuwa wametapanywa na hakuna tena mtu karibu yao. Ina maana gani? Sheria inaweza wekwa juu ya mtu kwa kumhukumu, lakini neema itakapotokea iko na pouvoir ya kubriser sheria yenyewe iliwekwa mbele yake. Biblia inasema ya kwamba katika proses ya Yesu kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Baraba, ambaye alikuwa ni mnyang'anyi, alikuwa ni mwizi. Biblia inasema wakamweka, kuliko wamkondane bakafanya erere moya, bakamweka mprison mumeme moma yenye Yesu alikuwa anafungiwa, Baraba akafungiwa. Kwani sheria inasema mwizi mkimkamata pale pale mumuue. Me Israeli bakafanya erere moya, bakagarde Baraba. Kipindi Yesu anafungwa, na japo sheria inasema jua likitokea mwizi asiuawe tena, mprizo Baraba anapoingia anakutanana na Yesu. Japo Biblia inasema kwamba Yesu ni jua la haki. Ina maana presence ya Yesu karibu na Baraba ilikuwa ni presence ya jua karibu ya mwizi. Japo sheria inasema jua likitokea mwizi asiuawe tena. Ndio maana Pilato alipouliza katikati ya Yesu na Baraba tuwafungulie nani, peple kasema mfungue Baraba, Yesu auawe. Hii peple haikukuwa na erere, sababu ilibidi tu Baraba afunguliwe juu presence ya Yesu karibu yake ni presence ya jua yenye na brise condamnation ya kulapizi sababu jua limetokea. Nataka ambia mtu moja, hili nyakuya washa neema juu ya maisha yako. Kwenye giza ya condamnation ilikuwa neema itakutosha na hautakuwa condamned. Yesu alipoona ule mwanamke akamwambia nenda na usitende dhambi tena. Neema imetokea.
Neema ni kifuniko ya hasira ya Mungu. Neema ikitokea hata mtu mwenye alikuwa kondane anakuwa akite. Kuna watu wenye Mungu mnakondane, lakini grâce ikiapparaître vie yake inakuwa sauvé. Naongea neema ya Mungu iangaze juu ya hii kanisa. Neema ya Mungu itokee ndani ya maisha ya mtu mmoja. Huyu mweko anapiga mikono, neema ingie kwa maisha yake. Huyu anapiga zaidi ya jirani yake, Mungu awashe neema juu yake. Mimi nasema kwenye aunge liingia neema kuingize. Yenye aunge fanya neema kufanyishe nabyo. Inua mkono wa kuume, sema inawezekana. Musa alikuwa na komplikasyon ya nguvu, kuishi naye haikuwa jambo rahisi. Lakini Josué aliishi pembeni ya Moizi. Tena kuishi karibu na Musa namna unavyofikiria. Biblia inasema parcours yote ya desert Josué alikuwa pembeni ya Moizi. En d'autres termes, Josué aliishi karibu na Musa pendant 40 ans. C'est pas facile uishi pembeni ya mtu mwenye batu bako wanakufa juu ya hasira yake. Lakini wewe uishi pembeni yake na una resiste kukolere yake. C'est-à-dire ndani yako kwanza uko na humilité. Kenye kina frappe benzako ni juba alikuwa banafanya atteinte kukolere ya Moizi. Mais Josué alikuwa na humilité. Ndio maana maandiko yanasema jipole la mtuliza mtu mwenye hasira. Ukitaka kuishi karibu na mtu wa hasira, kuwa mtu mpole. Jifanye saa mwenye aone vitu vingine. Kuna mtu kimjibia unapoteza muda bure. Biblia inasema kwamba kumjibu mpumbafu, usimjibu mpumbafu sawa sawa na upumbafu wake usije kafanane naye. Kuna mtu aseme amen. Biblia inasema Joshua amekaa na Musa karibu yake. Karaktere ya humilite ikikosa ndani ya Mkristo, avenir yake mu maisha ya wokovu inakuwa hipoteke. Kukufasi kwenye utafika katika maisha ya huduma, mahali ambapo hata kama una sheria na inaonekana na watu wote, utaimwa sheria na watu, lakini uwa mnyenyekevu. Kuna baraka zingine hautapata katika maisha ya wokovu kama ndani yako hauna unyenyekevu. Kinachoua Wakristo wengi kanisani ni sababu ya kukosa unyenyekevu. Joshua alikuwa na karaktere ya kwanza ni humilite. Ikiwa Mungu amemwambia wanamke watiini waume zenu, de nature Mungu alijua mwanaume ni autoritaire. Na alitaka aonyeshe mwanamke kama unapenda ishi karibu na mtu wa maprincipe na maautorite, kuwa mnyenyekevu. Ndani ya ndoa mwanamke akikosa unyenyekevu, ataolewa na pastor, ataolewa na mtu gani, ndio itakushinda tu. Hakuna kitu kinakuwaka kia nguvu muarme sawa momo anakuwaka nayo a vos ordres. Mtu anakuwa ni wapata hapa uko wa huku, mejua anavala grade kukushinda, kila kiatasema a vos ordres. Arme iko na force yake moya, ni discipline na humilité. Mungu ayasiportaka kupartager utukufu na mwanadamu. Siku yote utapenda Mungu akueleve mu ministeri, usipendake onyesha Mungu kama unaweza kuwa juu yake. Diferense ya Zakayo na Yakobo ni nini? Ni kwamba Zakayo Yesu iko naingia Yeriko, kulikuwa mkutane chini kwenye watu wengine bako, anakutana Zakayo alishapanda kumkuyu. Sijua Yesu alimkuta juu ya mkuyu. Reponse ya Yesu kuona Zakayo, premiere parole yake anamwambia Zakayo shuka upesi. Lakini Yakobo alikuwa Penuel. Biblia inasema hakupanda yulu, alibakia chini, akakamata jiwe akaweka kichwa. Biblia inasema macho yake yakafunguka, akaona ngazi natoka juu, malaika wanapanda na wengine wanashuka. Maana yake nini? Kila mwenye alibakia chini iko na pouvoir ya kuona gloire ya Mungu, lakini kila mwenye alijipandisha yulu lazima Mungu atamurabese chini. Hakuna kitu Mungu anashinda kama mtu wa kiburi. Biblia inasema kwa kuwa Mungu huwapinga wenye kiburi na wanyenyekevu anawapa neema. Ukipenda uvivre grace ya Mungu, kuwa mnyenyekevu. Ukipenda fiasi ole wake mwambiake kana wakiana. Zala mtoto afie,
Kisha mwote munyumba mwambie kama anakuwa akiana. Ule fia ataolewaka. Fia yote mwanajikuruare wakiana na wazia mariage inaweza kukia saa yote. Na ndio maana mnaona bakahaba yote wanakuwa bakiana. Ukiona Mbaraga omba maki ajue bilimbeba mwele kazi. Alijaribiwa tu. Mtu aliokoka seme amen. Amen. Muna yake kinatumaka banabakia vile kiburi. Kwabo mwanaume utakuwa wa niveau yake. Saa yenye garso wa 25 anachumbia fio wa 20. Kisha fio wa 20 anaambia garso wa 25 ni mtoto. Mnapenda moleo na banani? Batate. Angalia konsekansi ya kuolewa na bwana mwanakushinda miaka mingi ni nini? Ukiolewa na bwana mwanakushinda 15 ans, plus miaka zao zina avancer kushinda zako, mwili yake tasede mbele ya yako. Changamkana na mwenzako wa miaka yako mwende. Safari ngali ya mrefu. Na ni makosa ya maprobleme ya mingi tu kuna makuple zale. Ungali jeune garçon ndio wana na mbuguma kama miaka ngapi? Watajua we. Mie mina jespiraka ku Mungu. Mungu alikuwa naumba, akukuwa na besoin mtu amwambia sema hii mti ni abie. Soma Biblia bien. Maandiko yanasema que Dieu vit que cela était bon. Yeye peke ndio alichambia, hivi mimi naomba ni vya mzuri. Usingo yake mtu akwambia ulivala bien. Ukitoka tu mnyumba sema mimi navala bien. Mwenyewe bitakwaza binamuona, mwatafurahi binamuona, mwakili yako tu weka kama niko sawa inatosha. Mwai dunia ukipenda onde uzee jifunze kujumbia furaha. Ukingoa mwanadamu kutengenezea furaha utakufa na AVC. Maisha ni ya kidogo sana, inabidi kuiprofite. Kuko watu tu wanatuzoea kuleteana tu ma stress. Mtu iko bien unakia mletea kwa vinakushinda. Biblia inasema Yoshua alikuwa na humilite. Kuishi na mtu mweko na neema lazima ushuke. Na nimeambia watu hivi, vinavyowashinda kuishi na viongozi. Kiongozi yote anaombaka tu mtu awe mtiifu mbele yake. Yesu aliomba humilite. Viongozi wote wanahitaji mtu awe mnyenyekevu. Bienye bilipatia Joshua kuingia mu terre promise ya kwanza ni humilite. Hakuna mtu aliyetembea kwa unyenyekevu na Mungu akashindwa fikia kuishi vitu alivyoviamini. Unyenyekevu ndio itakuonyesha kama na hiki kenye kiko dhaifu saa hii kinaweza tokea kukua na nguvu kesho. Kila watu walio hodari saa hizi jana walikuwa dhaifu, lakini waliokubali kuishi nao katika udhaifu wao na ndio watu waliomiliki baraka zao kesho. Usifanyage connaissance na mtu nalishainuliwa. Fanya connaissance na mtu na ngali maisha ya kawaida. Burafiki yote utafanya na mtu nalisha kwa autorite, atakomprendre kama service zake ndio nakuya lomba. Lakini kama ulianza naye na mko chini, akiona probleme yako atakusaidia kama rafiki na kama ndugu. Wapi mtu wa imani aseme amen? Kuna mtu aseme amen hapa? Amen. Inua mkono wako sema humilite. Kukuwa na humilite ni kukuwa kipofu na kukuwa bubu. Unakuwa neno wanakupigaga mpaka unajiuliza mimi ndio wanaambia hii wala mimi naweza angalia ya kufanya mimi. Frere, angalia kitu kimoja nimejifunza kwa Yesu. Yesu alikuwa na akili. Sasa anaita wanafunzi, walikuwa na jina. Balikuwa jina au makutano. Sasa aliba simplifier, akawaita wale tenashara. Sana simplifier bengine, akawaita wanafunzi. Pourquoi Yesu mbele abaite ba apotre, alibaita kwanza ba disciple? Sababu mumo disciple muko discipline. Et tu ne peux pas devenir apôtre sans que tu ne passes à la discipline. Sio kama tu unanielewa. Ushashi pembeni ya autorité militaire. Un militaire akikula hapa, garde du corps wake zikula meza mwana.
hangifanya banafunzi ba apotre na abaya pase kwanza kudisipola. Probleme nginatuwa mu ministere leo ni juu petiko nazalio asha kuwa apotre pale pale. Oh, ukuna na mtu ni chef de chorale mkanisa me iko na batoto banamuita dadi. Hakuna kenye kinaua kanisa saa hii, saa ile badadi. Mimi nimeambia watoto yangu pasteur hana valeur kushinda bwanako. Baki kufukuza saa hii unakuya kwangu mkanisa na mimi nakufukuza. Msiko mnazia mtabiwa kule kisha mnakimbilia hapa. Bikiharibika kule tunakufungia mulango, tunakususpendre. Hapa mnielewe, niko serious. Heshima tunawapa watumishi wa Mungu, tout serviteur de Dieu, mlugha ingine ni boy. Tena ya pili, hatukwake bashefu mbele yenu, metuko batumishi ya Mungu mbele yenu. Manake bose wetu ni Mungu, menye muko watoto yake. Kisha siya tuko baboi munyumba ya baba yenu. Ukiona boy wa kiburi maake ajue vilimuleta mule ndani. Nani muko na Valeri? Mungu apatie mtu mwa unyenyekevu hapa. Ngizi uko napiga mikono Bwana ifanye. Ndevu kama ziayala mafuta, pindo ya vazi haitepa. Ndio maana Daudi anasema jiwe d'huile ma tête et ma coupe de borde. Ni saa yenye inayalaka njo inafurikaka, hawezi pata mafuta ya chini na kikombe ya yala. Ndio maana Mkristo wa akili anaomba kwanza watumishi Mungu awajaze, sababu wanapojaa mafuta ndipo mafuta yanatiririka sasa kwa walio chini. Usimbe nyimbo tuambie beta milolo, sitaipiga. Biabiko ndani yako bouger, tutapiga milolo. Sema humilité. Munapenda sana mpande. Mungu atapatia ndege mabawa, me atapatia miguu, sababu mabawa alivia emo madone itachoka, miguu inampatia equilibre. Mulimwengu wa kiroho Mungu akikupatia dimension na uyakuwa na uaminifu wa kuwa mnyenyekevu, mafuta yope pose mu danger. Frère, ukitaka ishi mwa hii dunia miaka, kuwa na humilité. Monde takumaliza mapema kama hauko mnyenyekevu. Angalia. Na mashona franga ya bikoroto. Mshakubiona eh? Mshavuka Uganda binakuwaka, Rwanda binakuwaka. Hapa kwetu majaribu libipotezaka. Bilikuwaka sasa tulikuwa tunaishi Zaire. Sasa Kongo iliingia, majaribu kaongezeka. Sasa kamata bikoroto 5. Habina valeur ya $5 na habina valeur ya $1. Tiabo mmifuko. Kisha ukamate bie ya $100 utie mfuko, kisha bakukimbiza. Mfuko yenye muko bikoroto vya $100, muko fujo ya mingi kushinda mfuko yenye muko ndani $100. Unakomprendre kama kwenye fujo iko hakuna valeur, kwenye fujo haiko valeur inatulia pale. Mumaisha ukipenda jua mtu matenda mbali ni mtu mwenye anafanya vitu vikubwa lakini maneno yake ni madogo. Hakuna siku yeye peke atakwambia mimi najua. Mtu mwenye anajua hasemake, batu ndio banamwambiaga kama anajua. Eske niko na mtu hapa seme amen? Kwenye valeur iko haionge yake. Kwa mtu aseme amen? Deuxième point, mimi nenda mbio. Répète après moi, fidélité. Oh my God. Joshua anafika fasi mwana bambia hivi. Kama nyinyi mtatumikia miungu ya Waamori, lakini mimi
na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Joshua alikuwa fidèle kwa Mungu. Église, la fidélité à Dieu paye. Hawezi jideklare uko fidèle kwa Mungu na ungali naomba na unaenda kubafumu. Biblia inasema na hautasamehewa kama ukimkufuru Roho Mtakatifu. Kwenda kubafumu na unaombaka ni kukufuru kazi za Roho Mtakatifu. Manake ndani yako unasema yenye Mungu alishindwa mimi nenda bitafuta kule nje. Japo Mungu hajawahi shindwa. Ukuwa mtumishi na kusama dawa, uko mjinga wa mwisho. Mfumo asikudanganyake anaweza chunga mariage yako japo haiko yenjo alikupatia kayo. Kila kinachopatikana kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Kila kinachopatikana kwa kuomba kinatunzwa kwa maombi. Kama ulitosha ndoa kwa maombi, hata ukikosa mtoto rudia tena kwa maombi. Aliyekupa ndoa atakupa na watoto. Kama ulisoma na maombi, ukikosa kazi rudia tena kwa maombi. Mwenye alikupatia diplome, grade na licence iko capable kukupatia na kazi tena. Biblia inasema, Mungu akasema kwa kuwa mimi Mungu ni mwenye wivu, amri ya kwanza usiwe na miungu mingine ila mimi. Nous servons un Dieu jaloux. Basi unazania umajaluzi wako kontrole telefoni ya bibi yako ndio jaluzi. Hauko jaloux kushinda Mungu. Ukipenda kufa na AVC, fabu karamusi ya kuwa na kontrole telefoni ya bwanako. Simu ya mume wako siguse. Simu ya mke wako siguse. Ndani mna vituko. Mtu mwaseme amen.